Je, inawezekana mtoto mdogo kuwa na akili kuliko maprofesa wakubwa duniani? Wakati watoto wengine wakijifunza kuandika herufi, yeye alikuwa tayari anasoma vitabu vigumu vya hesabu na sayansi. Hii ni hadithi ya mtoto genius aliyewahi kushtua dunia. Jina lake lilikuwa William James Sidis. Alizaliwa nchini Marekani mwanzoni mwa miaka 1900. Tangu akiwa mtoto mdogo sana, wazazi wake waligundua kuwa mtoto huyo alikuwa tofauti na watoto wengine. Inasemekana akiwa na miezi michache tu alianza kutambua maneno na herufi, na alipofikisha miaka 2 tayari alikuwa na uwezo na akili ya kusoma magazeti peke yake. Kadri miaka ilivyopita, uwezo wake uliendelea kushangaza watu zaidi. Akiwa na miaka 6 tu, William alikuwa tayari anaongea lugha kadhaa tofauti, lugha kama Kilatini, Kigiriki, Kifaransa na nyingine nyingi. Lakini kilichowashangaza watu zaidi duniani ni kwamba akiwa mtoto mdogo sana, tayari alikuwa anaelewa hesabu ngumu ambazo hata watu wazima walikuwa wanazihofia. Watu wakaanza kumuita mtoto mwenye akili kuliko wote duniani. Na kisha likatokea jambo lililoshtua dunia nzima. Akiwa na miaka 11 pekee, William alipokelewa katika chuo maarufu sana cha Harvard University. Ndiyo miaka 11 tu. Wakati watoto wengine wakicheza nje, yeye alikuwa anakaa darasani na wanafunzi wakubwa wa vyuo vikuu. Maprofesa wengi walibaki wakishangazwa na uwezo wake mkubwa wa kufikiri. Wengine waliamini kuwa mtoto huyo ni mtoto mwenye akili zaidi kuwahi kuishi duniani. Lakini kadri alivyozidi kuwa maarufu, ndivyo maisha yake yalianza kuwa magumu. Waandishi wa habari walimfuata kila sehemu. Watu walimtazama kama maajabu duniani. Shinikizo likaanza kumchosha. William alianza kujitenga na watu, na baada ya muda, mtoto aliyewahi kupewa sifa duniani akaanza kuishi maisha ya kawaida kabisa, mbali na umaarufu. Watu wengi walibaki kujiuliza, ilikuwaje mtoto mwenye akili kubwa kiasi hicho akaamua kutoweka kwenye macho ya dunia? Mpaka leo hadithi ya William James Sidis bado inabaki kuwa moja ya hadithi za kushangaza zaidi kuhusu akili ya binadamu. Na wengine huamini huenda alikuwa mmoja wa watu wenye IQ kubwa zaidi kuwahi kuishi duniani. Hii ni Nunda TV 19, tukutane tena wakati mwingine.